kabla haujasema Buju inafanana na Ova au Gere, sikiliza sababu hizi 3 alafu ujue kwa nini wimbo huu utakuja kuwa hit song kubwa kuliko hizo nyimbo 2 nilizozitaja. Sababu ya kwanza ni akili ya kibiashara. Alikiba na Mbosso wameamini katika biashara zao zilizopita na wameona unganishe nguvu watengeneze biashara nyingine kwa pamoja kupitia formula ambayo waliitumia katika biashara ya kwanza. Na ndo maana uliposikia tu ngoma hii ya Buju ukaanza kurelate na ngoma ya Gere, lakini pia ukarelate na ngoma ya Ova. Kwa hiyo hapa utasikiliza ngoma zote 3 uwe unataka uwe haupendi. Sababu ya pili ni saikolojia mazoea. Sikio la binadamu lina tabia ya kupenda kitu ambacho linahisi linakijua. Na ndio maana Kiba na Mbosso walitumia mbinu hii ili kuwafanya mashabiki zao kuhisi katika vitu ambavyo walikuwa wanavipenda awali kwenye kitu kipya. Hii itafanya ngoma hii isichukue wiki na kila mtu kuijua na kuifahamu. Na ndio maana ngoma ambazo zinafanywa promotion mara kwa mara kila saa huwa ni rahisi watu kuzipenda na kuzielewa. Sababu ya 3 ni utambulisho wa msanii. Wote tunafahamu kwamba kila fundi ana aina ya vifaa ambavyo huwa anavitumia anapokuwa anafanya kazi ya ujenzi. Ndivyo ambavyo Mbosso na Alikiba wana aina ya melody ambazo huwa wanazitumia kila wanapokutana na biti. Sasa hii imetokea tu kwamba melody hizo zimeweza kufanana na ngoma ambazo wewe unahisi unazifahamu. Hii sio kwa wasanii wetu wa Bongo tu, hata kwa wasanii wa nje. Mfano mzuri ukimfuatilia mtu kama Drake au Burna Boy na wasanii wengine, huwa kuna namna unaweza ukasema amerudia kazi fulani. Na sio kwa wasanii tu, hata kwa producer, ile inakuwa ni identity yao. Sasa niambie kwenye comment hapo chini, wewe unadhani kwamba msanii inabidi atoe ladha mpya kila anapotaka kutoa wimbo mpya au aendelee kustick kwenye plani ila kikubwa afanye ubunifu? Baby,